A'udhu billahi minashaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji popote pale mlipo. Naam, leo tumerudi tena hewani kwa ajili ya kuzungumza nanyi wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wapendwa kupitia channel yako muhimu kabisa hii inapendwa Msiru TV. Ndugu yako Haidari Ramadhani Msiru. Ujumbe wangu kwako pamoja na kwangu ni kukuelezea jambo moja nyeti sana, na miongoni mwa mambo ambayo kusema kweli huwa yanavuruga maisha ya mtu, yanaharibu maisha ya mtu, sio duniani tu bali hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, leo nataka kuzungumza kuhusu umuhimu wa wazazi. Wazazi, ndugu zangu, ni miongoni mwa viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha sana. Na si tu kuwafadhilisha bali amewafanya kuwa ni sehemu ya ibada yetu kule kuwaheshimu. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Nisa aya nambari 34, aya nambari 36 tafadhali. Katika aya hii pamoja na aya nyingine nyingi ya mfano wa hii ndani ya Qur'ani ziko zimejaa, Allah anasema hivi: Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidain ihsanan. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah anasema katika aya hii kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote. Katika kuabudiwa kwake Allah haitakiwi ibada yake ijumuishwe na nyingine. Ule uwezo na nguvu alizonazo hazitakiwi zikadiriwe na kiumbe kingine. Wala ule ufalume wake hautakiwi kumithilishwa au kufananishwa na ufalume wowote ule mwingine. Kwani hizo falume zingine zote zinazoonekana kuwa na nguvu, zina power kubwa, super power, hawa wote wako chini ya nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye al-Qahhar. Sasa anasema pamoja na ibada yako hiyo utakayoifanya kwa ikhlasi, kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kumtii, kumnyenyekea, lakini pia kumtumikia kwa vizuri kabisa, lakini wabili walidaini ihsana, uwafanyie ihsani wazazi wako wawili. Ndugu zangu, ihsani ni zaidi ya wajibu, kutokana na umuhimu wao wazazi wetu, kutokana na kazi kubwa walioifanya, pamoja na magumu walioyapitia. Tuna wajibu wa kuweza kuwaheshimu, kuwatumikia, pamoja na kuwafanyia mema mengi. Lakini kikubwa sana kinachotakiwa pia ni kuwafanyia ihsani. Ndugu yangu, leo watu wengi tumekuwa mbali na wazazi wetu, tumekuwa hatuwasamini wazazi wetu, lakini tunatakiwa tutambue kwamba aljannatu tahta kidamin humaati, pepo zenu ziko chini ya nyayo za wazazi wenu, ziko chini ya nyayo za mama zenu. Leo kijana, kiburi umepata wapi ya kumtamkia matamko mabaya mama yako? Umepata wapi uwezo wa kumdharau mama yako? Eti tu kisa umepata shilingi 2-3, unamiliki duka, labda una gari sijui, au umepata kazi nzuri. Wengi leo kilichowaingiza kwenye mitihani kiasi cha kuwadharau mpaka mama zao. Wakati mwingine wanashindwa kuwaripoti hata kwa rafiki zao, labda kutokana na muonekano walionao hao mama zao au wazazi wao kwa ujumla. Kwa kweli inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Eti kisa tu una uwezo, au unafika mahali mkeo ndio anakuwa sababu yeye kumdharau mama yako. Ndugu yangu, fahamu kwamba hizo mali, huyo mke na watoto kwa ujumla ulio nao, au chochote kile kinachokusababisha usahau wazazi wako, usingekipata kama sio Mwenyezi Mungu kujalia wazazi wako na wakachukua jukumu na hatua za kukulea wewe vizuri mpaka ukawa mtu.
Kumbuka, wamekulea wazazi kwa mateso makubwa, wakati mwingine wakijinyima baadhi ya starehe zao, wakijinyima baadhi ya vyakula vyao ili upate wewe. Umekuwa kwa usumbufu mkubwa, wakati mwingine kutokana na matatizo ya tumbo ulionayo haja upati, lakini mzazi anahangaika huku na kule kufanya chochote mpaka ahakikishe kwamba umepata haja. Hiyo ndio furaha yake. Hata kama umejiharishia katika mkono wake, mwenzio kwake ni furaha jambo hilo. Leo umesahau taabu aliyopata mzazi wako, umesahau mahangaiko aliyoyapata mzazi. Leo unamuona kama ni mtu ambaye hastahili hata watu kujua kama mzazi wako. Kachakaa kwa sababu yako wewe, kaumia kwa sababu yako wewe, katatizwa matatizo mengi mpaka kwa sababu yako wewe. Namjua mtu mimi ameingia ulemavu sasa hivi tunavyosema ni mlemavu, hasikii, lakini msingi sababu yake kubwa ni uzazi. Mpaka ameingia katika ulemavu wa uzazi, badani wa kutosikia. Amekuwa kiziwi sasa hivi. Wengine wamekuwa ulemavu wa miguu, wengine mpaka inafikia hatua wengine wanaingia katika hatari ya kifo kwa matatizo ya kujifungua. Baba anaingia mahali anakuwa na madeni mengi kwa sababu tu ya familia. Ndugu zangu, tufahamu, tunapaswa kuwaheshimu wazazi, tunapaswa kuwatii na kuwanyenyekea. Katika aya nyingine katika surati Isra aya ya 23, sehemu ya aya hiyo inasema, mzazi wako anapokuambia jambo haitakiwi hata kufanya yani uovu mdogo wa kumfanyia mzazi kufanya hata kama utalifanya lile agizo lake, lakini umekwenda baada ya kufanya hata kama kimoyomoyo yeye hakujua, basi Mwenyezi Mungu anakupa hukumu mbaya. Tutazame jamani kuhusu wazazi wetu. Wengi tuko mjini hapa, lakini wazazi wetu vijijini tumewasahau kabisa. Wanalala sehemu mbovu. Unashindwa hata kwenda kumwekea bati mzazi wako. Unashindwa hata kwenda kumtengeneza japo chumba kimoja aishi kwa starehe. Bado yupo katika nyumba inayovuja. Nguo anazovaa zina matatizo. Chakula chake kwa shida. Wewe hapa mjini umestarehe. Hayo ni makosa ndugu yangu. Ni makosa makubwa. Turudi, tusituke ndugu zangu. Tusituke ndugu zangu. Wazazi ndio kila kitu. Wazazi ndio sababu ya uwepo wetu sisi. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema, kuna mmoja kati ya maimamu wetu wakubwa kabisa waliotufundisha dini hii, kati ya maimamu 4 wanatufundisha. Kuna mmoja wapo alifiwa na mama yake. Basi alionekana kulia kilio kikubwa sana. Alipoonekana kama kile kilio kimevuka mpaka au kinazidi, wafuasi wakamuuliza, wewe huwa unatufundisha sana kuhusu subira kwa lolote linalotokea, mbona unaonekana kulia sana leo, imekuwaje? Akajibu akasema, mimi kulia kwangu huku leo hakutokani na kwamba mama amefariki. Kufariki kunajulikana, isipokuwa mlango wangu mmoja wa pepo umefungwa leo, umebaki mmoja tu. Kwa nini? Mzazi wangu alipokuwa mzima, kule kumtumikia, mimi nilikuwa nakurubishwa na pepo kuingia katika uzima wa milele, kuingia mahali pa jana ya Mwenyezi Mungu. Sasa leo kitendo chake cha kufariki umefungwa. Ndio kilichoniliza mimi. Imefikia hatua kuna mtu mmoja pamoja anazo mashine za kufulia, lakini alikuwa akifua nguo za mamake kwa mikono yake. Anametamani kushika nguo za mama yake kwa mikono yake. Anasema niweze kupata baraka. Leo mama yako unamuita bi mkubwa. Muite mama. Muite mama, sio bi mkubwa. Mama yako unaenda kumuita wewe mama Rama? Wewe mama Halima? Wewe mama hapana. Wewe mama Zurufa? Hapana. Yule ni mama yako, muite mama. Muite mama. Hapana kumuita bi mkubwa.
kumwita wewe mama fulani, inapaswa umwite mama. Ndivyo inavyotakiwa. Tuwe na heshima ndugu zangu, tuwe na adabu ndugu zangu. Wazazi wawili wema wao tumeambiwa hata kama wameondoka mbele ya haki, uendelee kumfanyia dua. Si tunafundishwa kwamba mara anapoondoka mwanadamu yanakatika mambo yake yote ila min thalatha, isipokuwa mambo matatu. Nini? Mtoto mwema uliomwacha duniani awe anakuombea Mungu. Kwa hiyo kuwaombea dua wazazi wako ni sehemu ya wema. Hata kama wameondoka katika ulimwengu, bado unapaswa kumfanyia wema. Miongoni mwa wema wa kumfanyia, kukaa vizuri na wale rafiki zake ni katika jumla ya kumfanyia wema mzazi wako. Sio kwa sababu kaondoka mzazi wako basi wale rafiki zake umewatenga na nini. Kuwa nao karibu. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya wema. Basi inshallah, kwa kuwa tunategemea kuwa na muendelezo wa mada za namna hii, basi inshallah leo tukomee hapa. Usiache kucomment na kulike kwa kubonyeza hiyo alama ya kengele, ili tu kwamba kila kipindi kitakachowekwa kwenye channel yako pendwa hii ya Msiru TV uwe wa kwanza basi kufaidika na mada hizo. Ndugu yenu katika imani, Haidari Ramadhani Msiru. Inshallah, kwa mawasiliano zaidi, hiyo namba ambayo unaiona inapita hapo, basi tafadhali tuwasiliane kwa ajili ya kukosoana, kuelimishana pamoja na kukumbushana. Tunakaribisha yote haya. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.